Mpendwa, mwana wa Mungu, Mungu wakati anambariki Ibrahimu katika ile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12, maandiko matakatifu anasema Mungu akamwambia Ibrahimu kwamba nitakubariki, nitalikuza jina lako, nawe uwe baraka, nawe uwe baraka. Mtumishi wa Bwana, Mungu anatamani uwe baraka pale ulipo, iwe ni kwenye familia ya kwako, iwe ni kazini, iwe ni kwenye huduma, mahali popote pale ambapo Mungu amekuweka, hebu ufanyika kuwa baraka na usiwe laana au kikwazo kwa ajili ya watu wengine. Kuwa laana maanake ni nini? Unawatenda watu wengine kwa ubaya, unawanena watu wengine kwa ubaya, unaenda katika njia zisizofaa, njia zisizompendeza Mungu. Kama Mungu amekubariki, maanake anatamani pia uendelee kuwa baraka kwa ajili ya watu wengine. Uwe baraka kama mzazi kwenye familia yako, baraka kwa mke wako, baraka kwa mume wako, baraka kwa watoto, uwe baraka kwa ndugu zako. Angalia wale ambao pengine wakati fulani walikushika mkono, wale waliokuinua, wale ambao walikutoa kwenye matope, wale ambao pengine walinena maneno mazuri kwa ajili yako, walitafuta vipato vyao wakaacha muda wao kwa ajili ya kwako. Wengine hawakulala, wengine hawakula, wengine walikula vyakula vilivyopoa kwa ajili ya kwako, kukuwezesha kuweza kuona heri, kuona amani, kuona fahari hapa duniani. Na kuna mahali upo sasa, inawezekana hujafanikiwa au umefanikiwa, lakini wakumbuke hao watu na uwape thamani. Iwe ni baba yako, iwe ni mama yako, iwe ni mjomba, iwe ni shangazi, iwe ni ndugu zako. Wale watu walifanyika baraka kwako, Mungu aliwatumia. Unapotenda mambo maovu kwa ajili ya watu ambao walikushika mkono wakati fulani, milango ya baraka inafungwa kwako. Wakumbuke sana hao watu ambao pengine kuna wakati waliacha mambo yao yote, wakakuhangaikia, wakakusendofu, wakakuingiza kwenye ndoa, wakakuingiza kwenye mahusiano, wakakupeleka shuleni, wakalipa ada. Inawezekana walitumia vipato vyao vingi kukuwezesha wewe kufika hapo. Hebu fanyika kuwa baraka kwao, wapende hao watu, waombee hao watu, uwe wazi kwao. Kuna changamoto zozote, zungumza nao, na Mungu ndivyo anavyotaka katika maisha haya. Usipokuwa mtu ambaye unathamini mchango wa Mungu aliotumia kupitia watu wengine, maanake ile thamani ambayo Mungu ameweka kupitia ile mikono ya watu waliokusaidia au watu waliokushika mkono au watu waliokutamkia mema, maanake huwa inapotea na hutaweza kuziona zile baraka ambazo Mungu amezikusudia kwako. Na fanyika baraka hata kwa ajili ya watu ambao pengine wamekuumiza kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakukuumba uwe chachu, uwe mwiba, au uwe pengine mtu ambaye uwezi wewe, kama wanasema maandiko yanasema umekuwa zabibu mwitu. Usiwe zabibu mwitu. Fanyika baraka kwa ajili ya watu wengine. Baraka ni nini? Unawapelekea watu mambo mema, unawapa watu matunda yenye kufaa. Watu usiwarudishie miba au maumivu wale watu waliokutendea mema. Fanyika baraka kuwainua watu wengine. Inawezekana kabisa baraka sio fedha, baraka ni muda wako pia. Baraka ni dhabihu ile unayojitoa, vipawa vyako, kalama yako unaitoa mahali popote pale, kuwasaidia wajane, kuwasaidia wanyonge, kuwasaidia yatima, kuwasaidia masikini, kusema vizuri na watu, kuwatia matumaini, kuwatia moyo. Hiyo ni baraka pia. Fanyika kuwa baraka kama Kristo alivyofanyika baraka kwetu. Alikufa msalabani kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake tumepona. Yeye alitoka mbinguni kuja kutukomboa sisi. Hakuna chochote ambacho tulikigharimia. Na Kristo alipokufa msalabani alisema, Baba, wasamehe hawa waliomtenda mabaya. Hata aliporudi duniani hakushughulika na waliomtenda mabaya, alishughulika na utukufu wa Mungu, kuwainua watu wote ili hatimaye tuweze kuuona uzima wa milele. Mungu mwenyewe ni chanzo cha baraka zetu. Na ukiangalia kitabu kile cha Mwanzo, aliumba mbingu na nchi, alafu ndani yake akamweka binadamu katika nchi na akampa vitu vyote, akasema ukatawale. Ilikuwa ni zawadi iliyo njema kabisa, sadaka iliyo njema kabisa. Basi na wewe fanyika kuwa sadaka kwa ajili ya watu wengine. Usiwaumize watu wengine, usiwanene mabaya watu wengine, usiwatafutie maumivu magumu watu wengine, usiende kuwachonganisha watu wengine na viongozi ili wakaishi maisha magumu, ili pengine wakapoteza hatima zao. Usiwadhulumu watu vipato vyao, usiwadhulumu watu mitaji yao, usiwadhulumu watu mahitaji yao ya kila siku. Unajua, ukimtendea mtu jambo lolote lililo gumu kwake, sio unamtendea yeye tu. Hebu angalia ng'ambo ya pili ya mtu, angalia wale wote ambao walimhangaikia, angalia wale wote wanaomhitaji hata sasa, angalia watoto wake, angalia familia yake, angalia ndugu zake, angalia pengine mapito aliyopitia mpaka kufika hapo. Iwe ni kazini, iwe ni kwenye huduma, iwe ni mahali popote pale, iwe ni kwenye ndoa. Angalia mwenzio ambao unakaa naye, unamtendea nini kila asubuhi. Yale maneno unaomsema yanayomuumiza, anajitahidi, anajitolea, anajitahidi, pengine anatafuta fedha kwa ajili ya familia, anajitahidi, anatafuta pengine maisha ya watoto, anajitahidi, anapika chakula pale nyumbani. Angalia yale unaomtendea, yale unaomnenea kila siku, unaomzungumzia, yale mambo unaomsema, yale sio mambo ya baraka, yanamuumiza moyo,
yanamrudisha nyuma, yanamkatisha tamaa. Kwa hiyo jitahidi sana kufanyika baraka kila asubuhi kwa ajili ya watu wengine, uwe baraka kila mchana, uwe baraka kila jioni kwa ajili ya watu wengine, na Mungu atakubariki. Mungu atalikuza jina lako, na wewe utaendelea kubaki kuwa baraka. Na hakika kabisa, mtumishi wa Bwana, nakwambia kama Mungu amekubariki hakuna wa kukulaani. Kama Mungu amekuinua hakuna wa kukushusha. Kama Mungu amekuweka mahali hakuna atakaye kutoa hapo, kwa sababu kusudi la Mungu huwa linatimia na Mungu mwenyewe. Kwa unapokuwa baraka kwa ajili ya watu wengine, manake na wewe Mungu anaendelea kukubariki. Na wale wanaokubariki, Mungu amesema katika ile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2 na wa 3, anasema wale wanaokubariki nitawabariki, na wale wanaokutamkia mabaya, maneno ya laana, maneno ya kashfa, maneno ya kukurudisha nyuma, Mungu anasema hawa nitawalaani. Kwa nini? Mbarikiwa wa Mungu, Mungu mwenyewe ndiye anayemlinda na zile baraka. Mtumishi wa Bwana, ninakuombea neema ya Mungu siku ya leo. Mungu akupigania, akulinde, akutunze. Mungu akuachilie kwenye mikono yake iliyo salama, lakini pia Mungu akuinue. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa rehema, Mungu wa milele, tunakuja kwako, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana kwa kuwa Mungu umetubariki na unaendelea kutulinda na kutupigania. Tunajikabidhi kwako Mungu wa rehema, tukiombea neema yako kwako Bwana juu yetu na familia zetu na uzao wetu na taifa letu. Wewe pamoja nasi Bwana, utulinde, ututunze, utubariki na kutuongoza katika njia ya kwako iliyo kweli ya daima. Asante kwa ajili ya haya yote Mungu uliendelea kutenda na utaendelea kutenda zaidi, kwa kuwa Mungu tunaendelea kukutegemea. Tufanye na utujaze mioyo ya baraka, ili tuendelee kufanyika kuwa baraka kwa ajili ya watu wengine, kama kusudi lako lilivyo nasi hapa duniani. Lihimidiwe na litukuzwe jina lako sasa na wakati wote. Ni katika Kristo Bwana wetu tumeomba, amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akulinde na kutunze na akupe neema nyingine katika jina la Yesu, amen.